nitakusifu Jehova, kwa kuwa wewe ni mwema. Nilikuwa na magumu
Basi ni wakati. Na wasalimu katika jina la Bwana. Mungu awabariki sana kwa asubuhi ya leo. Mbarikiwe na Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tukumbushane maneno ya Mungu. Na nikupe tu kichwa cha somo kinasema usiogope, simama tu. Utauona wokovu wa nani? Usiogope, simama tu. Utauona wokovu wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini siku zote siachi, siku zote mimi nikikupa andiko ambalo ni linakupa kujisikia furaha kwa sababu linakutetea au linakuinua. Siachi kukualati kwamba hata pamoja na kwamba Bwana amesema hayo, lakini hakikisha kwamba unacho kitu ambacho Mungu anapokiangalia kwako ataona kuna umuhimu wa kukupigania. Yaani kuna umuhimu wa kukuambia usiogope, simama, nitakupigania, wewe utanyamaza kimya. Sio kila mtu, hili neno lipo, lakini halimgusi kila mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana hata nyakati zile Mungu anamwambia Musa awaambie wana wa Israeli, wakati wameona mazingira ni magumu, hawajui wafanye nini, wako mbele ya bahari ya Shamu. Kulia kuna mlima ambao huwezi kuparamia. Mimi Israeli nimefika, na mimi pale bahari ya Shamu nimevuka. Jina la Bwana libarikiwe. Ni mlima, afu bahari imepita hapa katikati. Wana wa Israeli, wana wa ahadi wanaelekea kwenye nchi ya ahadi. Wamefika mahali wamekutana na hicho kikwazo. Wanatamani warudi walikotoka kwenye utumwa. Mwambie jirani yako, usitamani kurudi duniani. Hata kama ulikuwa unakunywa maziwa, ulikuwa unakula kitimoto, usitamani kurudi kule. Mwambie hakufai. Jina la Bwana libarikiwe. Wakatamani kurudi utumwani. Wakaanza kumlalamikia Musa. Wananung'unika, we Musa, umetufanyia usanii, umetutoa katika nchi ambayo tulikuwa tunakula, tunakunywa. Kwa nini umetutoa huko sisi tuje tufie jangwani? Jina la Bwana libarikiwe. Kiukweli ni kwamba wale watu walitumia tu akili zao za kawaida na kuona kwamba ni heri kukaa kwenye utumwa ili mradi tu wameshibisha matumbo yao, na wakasahau ile miujiza yote ambayo Mungu aliifanya kule Misri wakati hawajaruhusiwa kutoka. Miujiza yote mikubwa walisahau. Ndio anataka siku zote nakuambia kwamba kama unataka kufeli katika maisha ya kumuomba Mungu, kama unataka kufeli, ni pamoja na kunung'unika, kufanya maombi ya manung'uniko. Mungu hapendi kabisa mtu anayemnung'unikia wakati anajua kabisa kwamba huyu Mungu huyu kuna mambo makubwa mazuri ambayo amenifanyia. Lakini ninapofika mahali amekutana na changamoto, hata kama ni kubwa kiasi gani, anashindwa kufanya reference, kuona kwamba huko nyuma na hakuna mtu hata mmoja ambaye hana reference kwamba Mungu aliwahi kumfanyia
jambo kubwa. Aliwahi kumuokoa katika mazingira ambayo asingeliokoka kama sio Mungu, na mpaka kwa kinywa chake kikakiri na kikasema kwamba kwa kweli hapa kama sio Mungu nisingetoka. Lakini akikaa muda kidogo anasahau, anaanza kunung'unika, Mungu kwa nini? Jina Bwana barikiwe. Kwa hiyo hata wana wa Israeli walipofika pale, walipoangalia kuta jeshi la Farao linakuja na mafarasi na nini, wakaanza kulia. Amen. Kitu alichokifanya Mungu ni kumwambia kuwasiliana na kuhani mchungaji Musa, akamwambia waambie hawa, waambie wasiogope. Wasiogope. Mimi Mungu ni Mungu mkuu. Niko ambaye niko. Hapana jambo lolote ambalo mimi siliwezi au litakalo nishinda. Waambie wasonge mbele, wasiangalie bahari. Maji ni nini? Maji hayo nimeyafanya mimi. Bahari hiyo nimeifanya mimi. Sasa mimi Mungu ndio nimewaambia piteni hapo. How comes you fear? Ina maana unaonyesha wazi kabisa kwamba huyu Mungu hujamwamini vya kutosha. Bado una mashaka naye. Na hawakuishia hapo, bado walikuwa wananung'unika sana. Sasa Mungu akaamua kumwambia Musa, waambie wasonge mbele, wasiogope. Jina la Bwana libarikiwe. Na leo Mungu anakuambia usiogope, songa mbele. Changamoto ulionayo hiyo ni ya kitambo tu, sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna kitu kinachodumu milele. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa kinakuja na kinapita. Sasa how comes kwamba kitakuja na kitakavyotoka? Wewe sio swala lako. Wewe ni swala lako ni kumwamini Mungu aliye juu, yeye ambaye ameanzisha kazi yake ndani yako. Yeye ndo anajua kwamba hili linapitaje. Na mara nyingi sana nimekuambia kwamba kila pito na kila jaribu nyuma yake Mungu yupo. Sasa usijali kwamba kanyamaza hasemi chochote, usijali kwamba kanyamaza hataki kukuokoa. Hiyo usikujalishe. Wewe jua tu kwamba ndani ya ile jaribu siko peke yangu, ninaye Mungu pamoja na hili jaribu. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani ukiyajua hayo mwanangu, ukiyajua hayo ni right loje. Hebu tusomee ile andiko kutoka 14:13 mpaka ile 14. Kutoka 14:13 hadi 14. Kutoka 14:13 hadi 14. Biblia nasema Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakawafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Nguvu iliyo katika neno. Nguvu iliyo katika neno. Wakati mwingine yanatamkwaga maneno kutoka katika madhabahu, alafu wewe ukayachukulia kama ni maneno ya kawaida, ukashindwa kusoma mazingira na majira. Kwanza anayetamka ni nani? Anamwakilisha nani by the time kwa muda huo? Anaongea hayo kwa ajili yake mwenyewe au kwa ajili ya nini? Yaani unashindwa kujiuliza maswali. Alafu bahati mbaya sana jambo lenyewe linakuhusu wewe, linakugusa wewe, na unajua kabisa kwamba nikiliamini hili neno litanitoa katika mazingira fulani. Bado unaingiwa na mashaka. Mungu atusamehe sana. Na hiki ndicho kinachotufanya tunakosa miujiza. Hiki ndicho kinachowafanya watu wengi wanaendelea kuwepo katika changamoto kwa muda mrefu. Hizo changamoto haziishi kwa sababu Mungu anatamka kabisa neno la kiimani la kumtoa katika hiyo changamoto, lakini bado hajaamini.
Sasa Mungu hawezi kufanya, hawezi kukulazimisha kutumia mfumo kinyume na inavyotakiwa. Wewe ukishaacha kuamini, manake Mungu hana furaha. Isaya 48 mstari ule wa 17, Biblia inasema, Bwana mkombozi wako mtakatifu wa Israeli asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Kama Mungu yeye anatufundisha kwa lengo la kupata faida, kama Mungu yeye anatuongoza katika njia itupasayo kuifuata, alafu ukaona unapita katika changamoto na changamoto hiyo imekaa haiendi popote, lakini ukashindwa kujua kwamba huyu Mungu neno analolitamka ni fundisho, uko uzima katika neno alilolitamka, kama ni kupitia madhabahu, kama ni ulisoma neno, kama ulifanyaje ukasikia neno, ndani ya hilo neno liko fundisho. Na ukikuta hilo linaleta jibu la kipindi unachokipitia, ni wakati wa kulingangania bila kuwa na mashaka ya aina yoyote, kwa sababu yeye Mungu sio mtu hata aseme uongo. Ameshasema anakufundisha ili upate faida, na kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho. Biblia inasema linafaa kwa kukufundisha, linafaa kwa kukutoa katika changamoto, linafaa kukuinua pale ambapo moyo wako umeinama. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na nikuhakikishie, ukiona kuna jambo lolote linakuwa gumu, unaona kabisa haliwezekani, si kwamba Mungu ndio hawezi, isipokuwa kuna mahali wewe haujakaa sawasawa na unavyotakiwa ukae. Kuna mahali ambapo wewe haujaamini, kuna mahali ambapo wewe uko kinyume kabisa na makusudi ya Mungu. Ndio maana unalikuta haliwezekani. Lakini kama umekaa sahihi, umeliamini neno alilo kuahidi kwa usahihi, na wewe mwenyewe umejichunguza ukakuta kabisa mahusiano yako wewe na Mungu yako sahihi, alafu ukasema kwamba jambo hili haliwezekani, no, ni wewe mwenyewe shida, wala sio neno, wala sio Mungu. Mtu mmoja aseme amen. Sema amen tena. Lazima ujue ya kwamba Mungu yeye hana ahadi yoyote aliyoahidi kwetu ambayo haiwezi ikatimia. Haitimii kwako, pengine haiwezi kutimia kwangu kwa sababu ya kutokuamini au kutokukaa sawasawa na mapenzi ya Mungu katika maisha tunayoishi. Hatuna uhusiano mzuri na Mungu. Manake washtaki wetu sisi au mshtaki wetu sisi anasimama siku zote kinyume na hiyo ahadi ya Mungu. Pale unapoitaka, yeye anasimama kinyume na anamwambia Mungu, Mungu, huyu mtu hana hiyo haki ya msingi ya kupewa hiki kitu anachokitaka, japokuwa ni wewe Mungu uliyesema, lakini hana haki ya msingi. Sasa kwa sababu Mungu yeye huwa anajibishana na shetani kama kawaida, anamuuliza hana haki ya msingi kivipi? Sasa shetani ni roho, amekariri maisha yako, na kila unapokwenda anakuona. Amen. Na usinielewe tu, chukua hata kitu kimoja au viwili, uviweke kabisa kwenye hazina yako kwamba huu utakaa ukipoteze hiki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Yesu aliwakazia macho wale wanafunzi, akawaambia, lisilowezekana kwenu ninyi wanadamu, kwangu mimi
kwa Mungu linawezekana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini linawezekana? Ni kwa sababu Yohana 1:1-4 kuna majibu pale. Anasema hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Sasa mstari wa 3 vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna kitu kilichofanyika chochote. Jina la Bwana libarikiwe. Mstari wa 4 anasema ndani yake ndimo ulimokuwamo uzima. Yaani wewe ukishajua kwamba huyu Yesu uliyompokea kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anayekaa ndani yako, kwamba ndani yake ndimo mlimokuwamo uzima, au ndimo mlimo uzima. Hilo ni neno la tumaini kuu ambalo hata upite katika bonde la uvuli wa mauti, bado utajua kwamba mimi hapa nitakuwa salama tu. Kama ni afya, uzima, yani uzima wa afya yako ungalimo ndani ya huyu akae ndani yako. Uzima wa biashara yako ungalimo ndani ya huyu aliyo ndani yako. Uzima wa kazi unayoifanya, michakato, mikakati yote unayoifanya iko ndani, uzima wake uko ndani ya huyo uliofanyaje? Uliyemwamini. Sasa ni vitu vya kujua. Ni vitu vya kujua. Sasa yani kuna watu mpaka atatoka duniani hapa bado aamini kwamba Yesu anakaa ndani yake. Na kama ingelitokea watu wakaona kabisa kwamba Yesu anakaa ndani yake, maana yake tungefanana na Henoko. Tungefanana nani? Na Henoko. Na tungeweza tukamwambia Mungu, mimi sitaki kabisa kuonja Mungu. Na akafanya. Yani kama alisema hivi, imani yenu isipokuwa na mashaka, mna uwezo kuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, na ikawa hivyo. Tafsiri yake ni kwamba hivi, hata ukifikia hiyo hatua ya viwango vya imani hii ya Henoko, utamwambia Mungu, sawa, mimi najua kuna wakati natakiwa duniani nitoke nije kwako, lakini kuionja mauti mimi sitaki. Jina Bwana libarikiwe. Watakushangaa tu umepotea. Sasa kwa sababu huwezi kwenda, Mungu akuruhusu uende na huo mwili, lakini kabla hujafika kule kuna maeneo fulani ataubadilisha tu ili uwe na utukufu wa wewe kukaa wapi? Kukaa kule kwake. 90% na kitu watu hawaamini kwamba Yesu anakaa ndani yao. Lakini ni rahisi sana kusema ninyi mkikaa ndani yangu, maneno yangu yakikaa ndani yangu, ombeni. Rahisi sana kuimba, yani kuimba kama wimbo rahisi. Shida ndio iko hapa. Mwenye imani ya kusitasita, Mungu anasema sina furaha. Na mtu anayejua kabisa kwamba Mungu anakaa ndani yake, hata kusema uongo hasingesubutu. Hata kumfyonya mtu asingesubutu. Hata kuchukua shilingi ya mtu asingesubutu, kwa sababu anamuona. Yani Henoko alipokuwa anatembea alikuwa anamuona Mungu kabisa, kama yuko kabisa kwa macho haya, na kama anamuona. Ndio maana hakugusa aina yoyote ya uovu. Sasa usipojua hivyo, ndio unakuta mtu anafanya vitu vya ajabu vya kutisha. Sasa sijui alimvua akamwacha kanisani kwanza, sijui alimvua akamwacha nyumbani, sijui. Lakini according to the scripture, huwezi kujitenganisha wewe na covenant, agano la Mungu, kwamba wewe ukisha anakaa ndani yako na wewe unakaa ndani yake. Hivi vitu katika ulimwengu wa roho havionekani kwa macho, ndio shida. Maana sisi tumekuwa kina Tomaso wa kupitiliza.
mpaka tushike, mpaka tuone, mpaka tufanyeje. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Lakini ninachokuambia leo mwanangu, usiogope. Bwana atakupigania katika hiyo changamoto unayoipitia. Bwana atakupigania katika hayo maisha magumu unayoyaona kuwa ni magumu. Bwana atakupigania katika kila jambo. Na itakapofika wakati huo, ndipo utakaposema asante Yesu. Na ukiwa na nguvu za kutosha, utasimama hapa, utawaambia watu kwa ujasiri, nimemwona. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Yaani kuna watu wanamuona Bwana kwa viwango ambavyo akianza kueleza unaweza kuona kwamba sasa huyu mtu anajibosti, anaringa, anajiona yeye ni mtakatifu sana, lakini kumbe hakuna utakatifu. Yaani issue ni imani. Sikiliza nikwambie, mwanadamu kama mwanadamu aliyevaa mwili wa nyama, huwezi kumuita mtakatifu kwa maana vile, yani ile tafsiri ambapo sisi wanadamu tumezoea. Kwa sababu yeye mwenyewe alishasema hayupo hata mmoja, hayupo hata mtakatifu hata mmoja. Lakini kuna vitu vinatufanya sisi tuwe watakatifu. Sasa hivi ukivingangania, kwa moja wapo inayokufanya wewe uwe mtakatifu ni ile imani, umemwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi, na yeye ndio atakasaye. Jina Bwana libarikiwe. Sasa wako watu wanaoona, wanaamini hivyo kwamba Mungu na chochote ambacho Mungu amemwagiza anakifanya, tena kwa furaha. Anajua Mungu lazima tu yuko upande wangu. Hakuna chochote kitakachokuwa juu yangu, kitakachokuwa kinyume na mimi, kitakachokuwa hivi. Watu watainuka, watu watafanya hivi, watu watafanyaje, lakini wataishia kukuona tu kama ulivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Hebu mwambie jirani yako, ndugu yangu, wewe ni wewe ni mtu wa thamani mno. Yaani hujajielewa tu, wewe ni hatari. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba Mungu akufungue macho ya rohoni siku moja, unapotoka nyumbani kwako kwenda mahali popote, uone jinsi ulivyopigiwa saluti na mapepo. Ndio utajua huyu Mungu ni Mungu hatari. Yaani akufungue tu macho ya rohoni, uone saluti unazopigiwa. Jina Bwana libarikiwe. Huo ndio kweli. Kwani Gehazi lile jeshi aliloliona limezunguka nyumba ya mtumishi Elisha, Yesu alikuwa anapita tu huko nje, inawezekana alikuwa anaona bundi anaogopa, alikuwa anaona nyoka anashtuka, lakini kumbe kuna jeshi kubwa limezunguka, linamlinda mtakatifu huyu. Sasa Mungu akikuonyesha siku moja, utapenda mwenyewe, utapenda. Na sidhani kama ungeendelea kuwa na kiburi cha kutokumtumikia Mungu, yani mpaka watu wakulazimishe, mpaka watu wakukamate, kelele kila siku, mzee wa watu Nyamkokoma hapa, kila siku kukumbushana kana kwamba yani sisi ni watoto wa Sunday school. Lakini kama tulikuwa tunajua, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Hebu mpe Yesu makofi mengi na vigelegele. Jina la Bwana libarikiwe. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naomba usiwe na moyo wa kusita. Mungu wako sio mwanadamu hata aseme uongo. Kama alishaahidi atakubariki tu. Uzuri ni kwamba vitu vyake vya kuwapa wanadamu huwa haviishi. Yeye mwenyewe ndo amevifanya, na mwingine anavifanya kwa muujiza tu. Alafu hatumii kitu kutengeneza
kutengeneza atumii vitu kwamba atakusanya mavyuma, ataenda Zambia, atachukua shamba, ataenda atachukua nini, atamkaa aje achochee ili atengeneze. Hakuna. Yeye akisema tu iwe, imekuwa. Iwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mwanangu, muamini huyu Mungu wako, muogope, tetemeka mbele zake, heshimu. Unajua watu wanafikiri kwamba Mungu huwezi kumheshimu Mungu ukasema mimi namheshimu Mungu, alafu wanadamu hawa wanaokuzunguka, viongozi wako, watumishi wa Mungu wanaokuzunguka, unawaona ni watu wa kawaida tu. Manake hata huyo Mungu unamuona hivyo wa kawaida tu. Jina la Bwana libarikiwe. Na anasema, hata Yohana anasema kwenye Yakobo, unawezaje kusema unampenda Mungu wakati jirani yako unamchukia? Na hii kitu ni hatari sana. Yani kwa Wakristo leo ni hatari. Yani watu wanachukiana wazi kwa wazi, halafu bado wanalitaja jina la Mungu kuanzia asubuhi mpaka jioni, na wanafikiri kuna kitu kitatokea. Yani badala kutokea vitu vya maana vinatokea laana tu. Jina Bwana libarikiwe. Natokea laana tu. Warumi 4:18 mstari wa 23 tunamkuta mtu mmoja ambaye yeye ndo ametufanya sisi sasa tujenge imani. Yani Mungu akamuita baba wa imani. Baba wa imani. Nini alichokifanya cha ajabu zaidi ya kutii tu kile ambacho Mungu anamwambia fanya hivi, akafanya? Jina Bwana libarikiwe. Na alipopita kwenye changamoto, alipopita kwenye majaribu, alipopita kwenye shida, bado yani hakunung'unika wala hakuhuzunika, akijua kabisa kwamba yeye aliyeniahidi kwamba mimi ni mtoto wake hawezi kugeuka. Jina Bwana libarikiwe. Anasema mstari wa 18, naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, Ibrahimu huyo, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo itakavyokuwa uzao wako. Hii ahadi ambayo Mungu alimpa Ibrahimu, asubuhi na mapema Ibrahimu kama desturi yake anaamka kwa ajili ya kufanya maombi, kwa ajili ya kumrudishia Mungu sifa utukufu. Akamtokea asubuhi na mapema akamwambia hivi, mimi Mungu na kuahidi kwamba kupitia mkeo Sara utapata mtoto, na huyu mtoto atakuwa ndio, yani dunia zima itaenea kupitia huyu, utukufu wote kupitia huyu. Ya Bwana libarikiwe. Lakini tangu alipomwambia, tangu alipomwahidi kwamba atapata mtoto kupitia mke wake Sarai, miaka 25 Mungu amenyamaza, asemi tena chochote kuhusiana na huyo mtoto aliyemwahidi. Kweli sio kweli? Kwa wasomaji wa Biblia hawajaandika miaka, lakini kwa wale wanaofuatilia theolojia kifanya tu mahesabu ya kikawaida, miaka 25 ndio anakuja kupata mtoto Isaka. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ana udhaifu wake. Pamoja na kwamba Ibrahimu alikuwa anaisikia kabisa kwamba huyu ni Mungu kasema, na ana wasiwasi na hiyo sauti, lakini kwa kucheleweshwa, yani kipindi cha kucheleweshwa, muujiza wako unaweza kukusababishia hasara kubwa sana katika maisha yako, hasa katika masuala ya maamuzi.
Jina Bwana libarikiwe. Mtu akija alafu akajifanya ametumwa na Mungu, ni nabii, akakwambia 1 2 3 asema Bwana, na anachokuambia kinatokana na kule kusubiri sana. Yani ni rahisi sana kukubaliana naye kwa sababu sio shida unayo. Lakini bahati mbaya sana ni kwamba Shetani hawezi kukujia kwa kujaribu kwa kitu ambacho una uhitaji nacho kwa wakati. Jina Bwana libarikiwe. Unaweza kumkuta kijana amekaa miaka nenda rudi kanisani, haoni dalili yoyote ya kuoa au dalili yoyote ya kuolewa. Alafu anatokea mtu ni nabii, ni mtumishi, anamwambia Bwana amekupa kibali cha wewe kwenda kuoa huko Roma, kwenda kuoa huko kwa Utharani. Amekupa kibali au kuolewa huko. Yani madamu tu najua wewe ni mtu sawa. Asante Yesu, umenijibu maombi yangu. Na wakati huo kuna watu kama wote wanakufuatilia, wanaotoka huko kwamba nataka wewe, nataka unioe. Lakini ukasikiliza ushauri wake, kwa sababu ndo wakati wa uhitaji wako. Kama alivyofanya Ibrahim. Ibrahim kadanganywa na mke wake, akamkosea Mungu wake. Msomaji wa Biblia mtakumbuka. Alipoona anachelewa nini, anaona sasa mimi nitakufa, sina urithi, anamwambia muingilie mjakasi wangu upate mtoto ili hata aturithi. Ibrahim akaona usimuujiza huo. Na Bwana libarikiwe. Aka leo tunapata shida. Yaani ukiona mambo yanaendelea huko Irani na Israeli. Jamani, tunapata shida mpaka leo kwa sababu mtu mmoja anayemjua Mungu alikubali kudanganyika. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati ilipofika, yani Ibrahimu akaendelea kusimama katika ile ahadi ya Mungu kwamba Mungu alishaniambia kupitia mke wangu Sarai nitazaa mtoto. Huyu ndo atakaye kuwa 1 2 3. Sasa siku zinaenda haoni chochote. Lakini Biblia inatuambia katika mstari wa 18, ukianzia mstari wa 16 utapata vitu vizuri zaidi. Mstari wa 18 anasema naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajia. Yani Ibrahimu alifika mahali akajikuta ana miaka 100. Sarai mke wake sasa ni bibi. Yani swala la kusema sijui anaweza akabeba tena ujauzito ni kitu ambacho hakipo kibiolojia. Lakini Biblia inatuambia Ibrahimu, pamoja na kwamba anajua kwamba sasa mimi ni mzee na mke wangu naye ni bibi, hakuna chochote kinachoendelea hapo, huyu mtoto anatoka wapi? Hakujiuliza maswali kama. Hata kama alikuwa anajiuliza, lakini bado alirudi kwenye mstari. Biblia inasema akaamini tu, akatarajia mambo yasiyoweza kutarajiwa. Akaanza kutarajia, yani akatarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa ndivyo itakavyokuwa uzao wako. Yeye anajua kwamba mimi kupitia mwanangu nitakayemzaa na Sarai mke wangu tutakuwa ni baba wa mataifa mengi. Tutaanzia hapo tupate baba wa mataifa mengi. Jina la Bwana libarikiwe. 19 anasema yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa kwa tumbo lake Sara. Lakini pamoja na kuyaona hayo, Biblia inasema katika mstari ule wa 20, lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu. Ngoja nikuambie, leo nakwambia mtu unayemwamini Mungu, hata kama inatokea ucheleweshaji wa muujiza wako kwa kiasi gani, kama ukweli unamwamini Mungu, ile imani inakutia nguvu na kuona kabisa kwamba hiki kitu ni kitu cha kawaida tu. Jina la Bwana libarikiwe.
Hii changamoto nayo ipita, hata kama watu wanaiona ni ngumu kuliko kawaida, lakini wewe utaiona ni ya kawaida tu. Kwa nini? Kwa sababu unatiwa nguvu katika imani kwamba Bwana atafanya tu siku yake. Wakikwambia nini kwamba siku ya Bwana inakuja, wewe usijui nini, siku ya Bwana yaja, unajisikia tu. Jina Bwana libarikiwe. Akiona ahadi ya Mungu inachelewa, lakini akasema no, siku ya Bwana inakuja. Mstari wa 21 anasema huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoyaahidi. Kwa hiyo alihesabiwa kwake kuwa ni haki. Lakini tukumbuke, haikuandikwa kwa ajili yake Ibrahimu tu kwamba alihesabiwa haki. Hata sisi tunahesabiwa haki kwa imani. Hata wewe unahesabiwa haki kwa imani. Usipoamini pasipo mashaka, huwezi kuhesabiwa haki kwa hicho unachokitaka. Sema amina kwa. Sema amina kwa. Hebu endelea. Wakati Roho Mtakatifu anaongea na wewe, jaribu kufikiri kwa kiasi gani ulivyokuwa huna imani. Yaani unaamini Mungu yupo, lakini unapoingia tu kwenye changamoto ndogo tu unahisi kana kwamba jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Nilikuwa ofisini kule nikasikia watu maswali mengi kuhusu ndoa, na nini. Yaani kuna vitu vingine never, yaani huwezi kuafford, lazima uhakikishe unazama kwa nani? Kwa Mungu. Lazima uhakikishe unazama kwa Mungu. Kuna vitu vingine haviwezekani pasipo nani? Pasipo Mungu. Jina Bwana libarikiwe. Sisi tunapotuona sisi wa Tanzania tumefaulu kitu kimoja tu, kwamba tumekuwa na lugha hii. Sawa? Lakini hakuna kitu hatari ambacho tunacho kwenye ndoa zetu kwa jinsi ambavyo tumefanya interaction kwenye masuala ya kuoa na kuolewa. Tunanielewa? Kila kabila lina tabia yake. Kila kabila lina asili yake. Kila kabila kuna mambo ambayo, yani kuna mambo ambayo amefundishwa, amenyeshwa kutoka tumboni. Tunanielewa? Leo unakuja kumuunganisha na mtu mwingine wa kabila jingine ambalo naye ana sera zake ziko huko kichwani tangu tumboni. Jina Bwana libarikiwe. Halafu leo uje umwambie kwamba yani hivi unatakiwa hivi, na yeye atakwambia natakiwa hivi. Hata wewe unatakiwa hivi, anakuambia na yeye unatakiwa hivi. Yani kila mtu. Sasa bila Mungu kuweza kubomoa hizo ngome za kiukoo, za kikabila, lakini unawezaje? Jina Bwana libarikiwe. Jina Bwana libarikiwe. Yani hivi kuna hata okoke apitilize, lakini kuna kabila au ukoo ambao unajua kabisa kwamba hivi baba, yani mwanamume, baba hawezi kulala kitanda kimoja na mke wake. Wanalala pamoja wanapokuwa na shughuli maalum, lakini wakishatoka hapo kila mtu anaenda kwake. Yani hata kama ameokoka, wachungaji wameongea mpaka ameshika, lakini wako wana amani na kila mmoja yani ndio kabila lao. Alafu sasa uzuri ni kwamba hivi baba anajua kabisa kwamba ndio ilivyo, na mama anajua. Lakini kama ingelikuwa mmechanganya kabila hapo, hiyo kesi ingekuwa ngumu. Are we together, brothers and sisters? Kwa hiyo wewe lazima ujue kwamba kuna vitu vingine ni ngumu. Amen. Ila ukishavijua unatiwa nguvu katika imani. Unajua kabisa kwamba Mungu hili nalo analiweza. Kumfanya huyu afanane na mimi, au Mungu atufanye tufanane wote, kwa sababu usiseme afanane na mimi, yani kwa maana ukamvuta akaja kwako tu, na yeye anatamani akuvute uende kwake. Kwa hiyo sasa hapo Mungu tu awafanyeje? Awaunganishe, yani mfananie
miaka nenda rudi, mnakaa pamoja, siku ya siku mnakuwa kitu. Shida na Bwana alibariki. Lakini imani ndio kila kitu. Alafu imani inakutia nguvu. Unajua kabisa kwamba hili Mungu analiweza. Hili hakuna linaloshindikana kwake. Ataweza. Amen. Lakini ukijisahau ukafikiri wewe ndio unayeweza. Haleluya. Haleluya. Mathayo 17:20-21 anasema Yesu akawaambia wanafunzi, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, na utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Huyu ni Mungu amesema kwamba hata kwetu sisi hakuna jambo ambalo linashindikana. Hata kwetu sisi. Ndio maana nakwambia hivi, masuala ya ndoa hakuna jambo linaloshindikana kwa waliookoka. Kwenye swala la nini? Kama unaamini. Sina nielewa? Bila mashaka hakuna litakalo shindikana. Sasa hii story imetokana na nini? Wanafunzi wamekaa na Yesu, wameona anavyofanya ishara na muujiza na nini, watu wanaombea mapepo yanatoka, wanapona, fanya hivi. Sasa wao wakakutana na kijana mmoja ni mgonjwa, anaanguka kifafa. Wamefanya maombi, kemea na wewe, hakuna kinachoendelea. Mpaka mashtaka yakamwendea bwana wao. Yesu, wanafunzi wako hao wameshindwa kutoa pepo hii. Jina Bwana libarikiwe. Yesu akamwambia mleteni hapa. Akanyosha tu mkono, hata kusema pepo hilo. Baadaye faragani wakamuuliza, Bwana, hebu tuambie hii siri inakuaje? Mbona sisi tumekemea sana? Jina la Bwana libarikiwe. Akamwambia tu simply kwamba kwa sababu ya upungufu, imani mnayo lakini haijafikia kile kiwango, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu ndio maana hili yalikutokea. Lakini mkiamini bila mashaka, hata mlima mtauhamisha. Jina Bwana libarikiwe. Huwezi hesabiwa haki kwa lolote kama una imani ya kusita. Huwezi hesabiwa haki kama una imani ya kusita. Ukisha kuwa na imani isiyo sita, hiyo ndio itakayokufanya uhesabiwe haki kwa hicho unachotaka kifanyike. Unless otherwise unaomba vibaya. Unaomba kitu ambacho Mungu anajua hiki kitakuangamiza, hiki kitakutoa kwenye line ya wokovu, hiki kitaleta madhara haya. Mungu hata ruhusu. Aliwaruhusu akina Elia kushusha moto na kuangamiza watu ambao wako dhambini, lakini sio leo. Hii kipindi cha neema hiki. Yesu anatamani kila mtu atubu, amrudie Mungu. Sasa wewe ukitumia imani ya kina Elia kwamba mtu umemwambia ukoka atake, alafu nashusha moto na jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mimi nikuombe sana mwanangu, siku zote kama nilivyosema. Unajua nitangaza maombi ya mtu mmoja mmoja, kila mtu binafsi yake. Unakumbuka nilisema tuombeni? Yaani Mungu akujalie neema ya kuwa na ufahamu na maarifa. Kwa sababu vitu vyote hivi tunavyofundishana siku zote vinatupiga chenga kwa sababu tu tumekosa ufahamu na nini? Jina Bwana libariki. Sasa tunamcha Mungu lakini hatui na ufahamu wa kutosha na maarifa ya kutosha. Wakati Biblia inasema kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa.
Kwa nini haya maarifa ya kimungu tunayakosa kwa kiwango kinachotakiwa wakati tunamcha Mungu? Kanisani kama hivi uko kanisani, inawezekana umebeba na sadaka yako, inawezekana umetoa na mchango, inawezekana umetoa na zaka, inawezekana kila kitu Mungu, yaani huko ndiko kumcha Mungu, unamtumikia Mungu. Lakini kwa nini ufahamu au maarifa ya kutosha katika neno lake linapiga chenga? Na ufahamu wa kutosha ni pamoja na kuliamini 100% neno lolote ambalo limesemwa katika Biblia, kuyaangalia, kuyashika na kuyatenda kama yalivyoagizwa humu. Jina Bwana libarikiwe. Maana yake hapo kuna roho ya upinzani. Kuna roho ya upinzani. Na hiyo roho ya upinzani lazima tumuombe Mungu aweze kutuondolea. Si kwamba ujui kwamba kuna umuhimu wa kulifahamu neno na kulitenda, sio kwamba ujui. Na si kwamba hautamani kufanya hivi, ila iko roho ya upinzani. Ndio maana nikasema kila mtu yani ajaribu kujiwekea ratiba ya kuomba Mungu amjalie neema ya ufahamu na maarifa. Sasa hiyo neema ya ufahamu na maarifa itakuja tu pale ambapo Mungu ataizuia roho ile ya upinzani ambayo imesimama mbele yako, kwamba usielewe hiki, umekuwekea mpaka usielewe hiki. Wewe elewa tu kwamba umeokoka unaenda mbinguni, basi ishia hapo, usielewe kingine chochote. Usije kumtumikia Mungu alafu ukaponywa magonjwa, usije kumtumikia Mungu alafu ukapata ulinzi wa kutosha, usije, yani anakuwekea mipaka kwamba ishia hapo. Jina Bwana libarikiwe. Kwa hiyo siku zote tamka kwa jina la Yesu, roho ya mipaka ya kishetani ya kipepo iondoke kwako. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Yesu akaambia katika ule mstari akasema, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Manake unataka hiyo imani, yani ule upungufu wa imani ulioko kwako uondoke, huo upungufu uondoke. Lazima ufanyeje? Ufunge na kuomba, ili huo upungufu, ili huo mipaka uliowekewa, ili roho za kukatisha tamaa ziondolewe kwako, ndipo utakapoweza kusimama imara. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo jiwekee ratiba kama unavyojiwekea ratiba ya wewe kula, ratiba ya wewe kuvaa, ratiba ya wewe kuoga, ratiba ya kufanya, yani jiwekee na ratiba ya maombi. Jina la Bwana libarikiwe. Jiwekee na ratiba yako ya maombi ili ufahamu wako uongezeke siku hadi maarifa ya kimungu kwako iongezeke siku hadi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nikuombe usimame. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Basi tunambariki Bwana kwa ajili ya neno lake. Inawezekana limekuwa fupi, lakini naamini kuna kitu ambacho Mungu amekukumbusha. Kuna kitu ambacho Mungu anatamani ukifanye. Kwa sababu ukiona mtu anasimama mbele yako kwa niaba ya Mungu anaongea kitu kinachokuhusu, maana yake ni Mungu anakukumbusha kwamba hapa panatakiwa 1, 2, 3. Jina la Bwana libarikiwe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe
kuabudiwa ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe, wa kuabudiwa ni wewe, wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uwezo ni wewe, imba ni wewe, iwa ni wewe Bwana, akupewa sifa lolote mbele za Bwana, unaweza kupita madhabahuni. Akupewa sifa, akupewa sifa na utukufu na heshima. Yesu, nimeshaona hitaji la moyo wako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, neema ya Bwana, neema ya Kristo Yesu Bwana ikawe juu yako. Tende kile ambacho wewe nafsini mwako umekitamaa. Roho za mipaka, roho za ucheleweshaji, roho za kukatisha tamaa, kwa jina la Yesu I command you, wache baba huyu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu pokea neema kutoka kwa Bwana. Spirit of delay, spirit of boundary, the name of Jesus, na kuamuru achia dada huyu roho ya kukata tamaa, damu ya Yesu, nashusha moto, nashusha moto, nashusha moto, uondoe, uteketeze, uharibu mipango ya adui katika maisha yako. Tangazia kuona Bwana kwa viwango vya juu. Tangazia kuvuka katika jaribu unalolipita kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Jina la Yesu, namleta mama mkononi mwako Jehova. Neema yako ikawe pamoja naye kwa jina la Yesu. Zama anayo safari Mungu, namweka mkononi mwako. Linde, mtunze Bwana, mwatamie. Mwandalie chombo cha pekee. Darkness power, ancestral spirit, in Jesus' mighty name. Every altar of creation, I destroy you in the name of Jesus. Mwache mama huyu, mwache kwa jina la Yesu, mwache kwa jina la Yesu. Altar of boundaries, kwa jina la Yesu ninakupiga kwa moto. Mwache mtoto huyu. Pepo lana, pepo mikosi unayofuatilia mtoto huyu, na kumng'oa kwa moto, kwa moto, kwa moto. Mungu wa rehema, ulinzi wako mkuu ukamzingire mtoto huyu. Mambo yote ya kuzimu yaliyoambilizwa kwake yashindwe kwa jina la Yesu. Shetani, usiwe na nafasi juu ya mtoto huyu. Na mzingira kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti siku zote za maisha yake. Baba, katika jina la Yesu, weka mtoto mkononi mwako Mungu. Mzingire kwa neema yako, mzingire kwa utukufu wako. Piganie Mungu katika mambo yote.
Yesu akuitapo itika Bwana. Nafsi yake ikitamani mambo mema, mtendee kwa jina la Yesu Kristo. Leta mtoto mkononi wako Mungu. Nafsi yake ikitamani kilicho chema, Yesu achilia kwake kwa jina la Yesu Kristo. Usimpungukie wala kumwacha Baba, kwa jina la Yesu. Leta kwako kijana huyu, Mungu wa rehema. Achilia Bwana damu yako ipite na kutakasa. Achilia damu yako Mungu kuanzia utosi mpaka unyayo. Kila aina ya roho za kuzimu na mizimu, kwa jina la Yesu ninaangusha chini ngome za ibilisi zinazomfuatilia kijana huyu kwa jina la Yesu. Kila mamlaka zote za giza zikaondoke kwake kwa jina la Yesu. Asante kwa ajili ya mtoto huyu. Weka mkononi mwako mwamba wa miamba. Usimpungukie wala kumwacha. Mpe Bwana hitaji la nafsi yake, pale anapotamani kilicho chema ukampe kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, leta kwako binti huyu Jehova. Kila roho zote za kuzimu, kila roho zote za mizimu ya ukoo, pande wa baba na mama, kwa jina la Yesu ninazing'oa na kuzitupa nje. Madhabahu za mizimu, madhabahu za kichawi, madhabahu zote zilizotamkwa vibaya juu ya binti huyu, kwa jina la Yesu Baba ninazibomoa kwa mamlaka ulionipa. Leta kijana wa mkononi mwako Mungu. Taji la moyo wake Yesu kampe. Mungu kumbuke Bwana, atamani lililo jema machoni pako. Naomba yote mema anayoyatamani mtendee kwa jina la Yesu Kristo. Tenda jambo, mpe Yesu makofi mengi 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 na vigelegele. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Basi Mungu wetu anayetupenda sana awe pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Kila lugha, kila matamshi mabaya yaliyotamka juu yako kwa jina la Yesu ninayafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Kila aina ya baraka ambayo Mungu amekukusudia ndani ya wiki hii ninaiachilia kwako kwa jina la Yesu. Neema ya Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu ikakuhifadhi na kukufunika siku zote za maisha yako. Sema amen. Amen. Basi Mungu akubariki. Naomba nimuulize mzee leo. Shukuru Mungu kwa ishara letu. Tuombe. Baba mtakatifu, mtakatifu Jehova ile, wewe ni Mungu hakika unayetuwazia leo mema Bwana. Tunakushukuru Yesu kwa ajili ya kusanyiko lote hili Bwana. Tulikuwa mbele zako Mungu na umesema na sisi kupitia mtumishi wako. Jehova umetufundisha mengi Mungu. Tunakushukuru Yesu kwa kila mmoja aliyefika mahali hapa Bwana. Asante kwa ajili ya ibada hii Bwana. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyefika hapa Baba. Neema yako inatutosha Jehova. Yote tuliyojifunza tukayafanyie kazi Bwana. Bariki kila mmoja atawanyikapo. Neema yako iwe pamoja na yeye. Jehova, lisiwepo jambo lote la kutukwaza. Hii neema tuliyoipokea Bwana ikawe kwetu, kawe yetu Jehova. Sifa na utukufu ni kwako wewe Bwana. Nakushukuru kwa kila mmoja tutawanyikapo Jehova, uwe pamoja na sisi. Kila mmoja ukamlinde. Linda Baba njiani aondokapo. Ondoa visiki na mawe Jehova. Hakika Yehova, neema hii tuliyoipokea endelee kutenda kazi mioyoni mwetu. Sifa na utukufu ni kwako wewe Bwana. Tunakushukuru kwa sababu utatenda na utambariki kila mmoja sawa sawa na upendavyo. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mmoja aseme amen.